Hadithi inaanza asubuhi moja ambapo tunamkuta Emma, msichana mwenye nidhamu na mpangilio mzuri wa maisha yake. Kila kitu kwake kina ratiba, anamaliza majukumu yake kwa wakati na siku zake zimepangwa vizuri kabisa. Wakati huo huo, kuna Dean, kijana anayependa kupuuza shule, akicheza michezo ya video nyumbani hadi baba yake, Jack, anapomkemea na kumtaka ajiandae kwenda shuleni. Upande mwingine, mama yake Emma, Barbara, anawapeleka Emma na dada yake mdogo Stacy shuleni kwa gari. Lakini wanapokaribia kufika, Dean anapita kwa kasi kubwa akikaribia kumgonga Stacy. Stacy anakasirika, lakini mama yao anamzuia asijibu vibaya. Dean kama kawaida yake hana haja na sheria wala walimu. Ni yule kijana wa aina ya uasi na kutojali. Shuleni, Emma anakutana na rafiki yake mkubwa Liz na wanakwenda darasani pamoja. Liz anamshawishi Emma wasiharakishe kuingia darasani kwani somo la kwanza litakuwa la kuchosha. Wakati huo, kijana mmoja anaitwa Steven anamsalimia Emma, jambo linalomfanya Liz kufikiri kuwa Steven anampenda rafiki yake, ingawa Emma haonyeshi kupendezwa naye. Darasani, Dean anagongana kwa bahati mbaya na Emma. Kisha anaingia darasani akiwa hana haraka. Mwalimu wao, Bwana Christiansen, anatangaza kuwa kutakuwa na ziara ya shule kwa ajili ya kazi za kijamii, na wanafunzi wanaotaka washiriki wanatakiwa kujiandaa kupanda basi kwa wakati. Wakati wa chakula cha mchana, Emma anakula na rafiki zake Liz, Helen na Jude. Liz anaendelea kufurahia mawazo kwamba Steven anavutiwa na Emma na anaamini kwamba safari hiyo itawasaidia kuwa karibu zaidi, lakini Emma hana mawazo hayo kabisa. Kwake, lengo ni kufanya mema kwenye kazi hiyo ya kijamii. Dean kwa upande wake, anakaa pembeni peke yake. Ni kijana anayependa upweke, asiyechanganyika na watu wengi, lakini bado ana mvuto wa kipekee. Moja ya marafiki wa Emma anasema kuna kitu cha kipekee ndani yake, lakini Liz bado anamponda na kumpongeza Steven zaidi. Usiku unapoingia, tunaona Emma nyumbani akiwashukuru wazazi wake kwa kumruhusu kwenda kwenye ziara. Wazazi wake ni wema sana na wanamjali. Anafurahia safari inayokuja, wakati Dean hana hamu nayo hata kidogo. Hana marafiki shuleni na hana anayemfahamu vizuri. Lakini baba yake anamshawishi aende, akimwambia labda safari hiyo itamfundisha kusaidia wengine. Asubuhi inayofuata, wanafunzi wote wanapanda basi kwa safari. Emma yupo pamoja na rafiki zake na Dean naye anaenda kwa sababu ya msisitizo wa baba yake. Kwenye basi, Liz anaendelea kumshawishi Emma akubali kuwa karibu na Steven, akifanya kama mpatanishi wa mapenzi. Lakini Emma hana hamu ya mambo hayo. Wanapofika kwenye hoteli ya mapumziko, wanafunzi wengi wanarukia kwenye bwawa la kuogelea wakifurahia. Lakini Dean anakaa kimya, akitazama kutoka ghorofa ya juu. Emma anamuona, lakini hakuna mazungumzo yoyote kati yao. Ni kama wanaishi katika dunia mbili tofauti. Baadaye, mwalimu Christiansen anawapeleka kwenye eneo la ujenzi kama sehemu ya kazi yao ya kijamii. Dean anapopanda juu ya mbao, mwalimu anatania kwamba anaweza kuanguka, lakini ni mzaha tu. Wakati huo, Steven anajaribu tena kutafuta muda wa kuwa karibu na Emma, jambo linaloendelea kumpa Liz matumaini kuwa wawili hao watazidi kuwa karibu. Usiku huo, Emma akiwa anazungumza na wazazi wake kupitia simu ya video, rafiki yake anakuja kwa haraka kumwambia kuna sherehe ya carnival baharini. Mwanzoni, Emma anakataa, lakini mwishowe anakubali kutokana na msisitizo wa marafiki. Kwenye sherehe hiyo, muziki unalia, watu wanacheza kwa furaha na uhuru. Emma anapofika, anamkuta Steven tayari akicheza na msichana mwingine. Dean anamtania Emma, akisema mvulana wake amepata mwingine, lakini Emma anapuuzia, akisema si mvulana wake. Ghafla, vurugu zinaanza pale polisi wanapovamia eneo hilo kwa sababu sherehe hiyo haikupata kibali. Katika purukushani hiyo, Emma anaanguka majini. Dean anamuona na anaruka haraka kumwokoa. Anamvuta hadi kwenye mashua ndogo iliyokuwa imefungwa kwa kamba karibu na ile kubwa. Kisha anakata kamba ili waweze kutoroka bila kukamatwa na polisi. Emma anataka warudi kwenye boti kubwa, lakini Dean anaamua waendelee kusogea mbali kidogo. Bahati mbaya, hawajui kuwa mashua hiyo haina injini. Wakati mvua inaanza kunyesha na mawimbi yakizidi nguvu, wanajikuta wakiwa katikati ya bahari bila mwelekeo. Siku inayofuata shuleni, mwalimu mkuu anatangaza kuwa safari ya siku 10 imefutwa kutokana na tukio hilo. Liz anaingiwa na hofu kubwa baada ya kugundua kwamba Emma hajaonekana tangu sherehe hiyo. Polisi wanasema hata Dean amepotea, na wengine wanaanza kudhani huenda walitoroka pamoja.
lakini rafiki wa Emma anasisitiza kuwa Emma si mtu wa kufanya hivyo. Asubuhi nyingine, Emma na Dean wanajikuta bado wakiwa kwenye mashua ile ile, wakisubiri msaada. Simu zao hazina mtandao na hakuna njia ya kuwasiliana na mtu yeyote. Dean anamwambia Emma atulie, akimkumbusha kwamba kulalamika hakutasaidia. Baada ya muda, Emma anaona kisiwa kidogo mbali na wanaamua kuelekea huko kwa kutumia makasia. Wanapofika ufukweni, wanashuka wakiwa wamechoka sana, lakini wenye matumaini. Wanaanza kuchunguza sehemu hiyo wakitumaini kuna watu au hoteli karibu. Lakini kadri wanavyozidi kuzunguka, wanagundua kwamba kisiwa hicho hakina makazi yoyote ya binadamu. Wakati huo huo, baba yake Dean, Jack, anapokea habari kuhusu kupotea kwa mwanae na anakimbilia shuleni. Anakutana na mama yake Emma ambaye tayari yuko huko, akiwa amejawa na huzuni. Mwalimu mkuu anawaahidi kwamba uokoaji unaendelea, lakini mpaka sasa hakuna dalili yoyote. Wazazi hawa wawili wanaamua kuondoka kuelekea eneo la tukio wenyewe, wakitumaini kupata chochote. Wakati huo, Emma na Dean wanaendelea kuchunguza kisiwa hicho na wanagundua maporomoko ya maji mazuri sana kama sehemu ya peponi. Dean anataka kuruka kuogelea humo, lakini Emma anamzuia, akisisitiza kuwa kwanza wanatakiwa kufikiria jinsi ya kuokoa maisha yao, si kufurahia mandhari. Na hapo ndipo hadithi inachukua mwelekeo mpya, si tu mapambano ya kuishi, bali pia kugundua uhusiano wa kina kati ya watu wawili waliotoka ulimwengu tofauti kabisa. Baada ya kufika kwenye kisiwa, Emma na Dean wanaanza kutafuta hoteli au ishara yoyote ya watu. Wanatembea hadi mwisho wa kisiwa, lakini mbele yao wanaona bahari pana isiyo na mwisho. Ndipo wanatambua ukweli mchungu. Wameingia eneo lisilojulikana, lenye hatari na upweke mkubwa. Hakuna barabara, hakuna nyumba, hakuna dalili yoyote ya maisha. Ni jangwa tupu lenye upepo wa bahari na sauti za mawimbi pekee. Wanafahamu kuwa hawatoweza kuondoka usiku huo, hivyo wanaamua kutafuta mahali pa kulala. Wanaona pango, lakini wanapoingia wanakutana na popo wengi wakiruka kila upande, wakilazimika kukimbia kwa haraka. Wanajua pango hilo si salama. Wanarudi ufukweni, lakini wanapofika wanashangaa kuona mashua yao imepeperushwa na mawimbi. Sasa hawana njia ya kuondoka. Jua linazama taratibu, anga likibadilika kuwa rangi ya machungwa. Wakiwa wamechoka na wenye hofu, wanakula chakula kidogo walichobakiza ili tu kupitisha muda. Dean anajaribu kupunguza upweke kwa kuomba simu ya Emma ili asikilize muziki, lakini Emma anakataa ili kuhifadhi betri. Usiku unaingia, wakilala juu ya mchanga wa baridi wakisubiri asubuhi ifike. Asubuhi Dean anaamka na kugundua Emma hayupo karibu. Anamuona mbali kidogo akichora kwenye mchanga. Dean anaenda kuoga baharini kujipoza, na Emma akimtazama kwa aibu kidogo, akihisi hisia tofauti ndani yake. Wakati huo familia zao nyumbani zinazidi kukosa amani. Polisi wameanza utafutaji kamili, huku baba yake Dean akipendekeza waajiri kikosi binafsi cha uokoaji, lakini hakuna huduma kama hizo katika eneo hilo. Emma anapata chemchemi ndogo ya maji safi, lakini pia anahisi kama kuna kitu au mtu mwingine kisiwani humo. Wakiwa pamoja, yeye na Dean wanatengeneza kibanda kidogo cha kujihifadhi kwa kutumia mbao na majani makavu. Wanajaribu kudumisha matumaini, wakiamini kuwa msaada utakuja muda wowote. Kadri siku zinavyosonga, wanazidi kuelewana na kushirikiana zaidi. Dean anaanza kuvutiwa na Emma, akihisi kitu cha ndani anapomtazama. Wanaanza kuzungumza sana ili kuua muda, hata wakicheka mara kwa mara. Emma anaanza kuhesabu siku kwenye jiwe, akichora alama ndogo kila siku inayopita. Usiku mmoja, akiwa amelala karibu na Dean, mkono wake unamgusa kwa bahati mbaya. Ni hisia ya faraja na hawajitengi tena. Asubuhi inafika, Emma anaenda kuoga na Dean anamfuata kuomba mafuta ya kujikinga na jua, jambo linalomfanya Emma amwambie aondoke. Jioni inapoingia, Emma anajaribu kuwasha moto kwa kutumia mawe kwa sababu kiberiti kimepotea. Wakati huo Dean anagundua mifupa ya mwanadamu, jambo linalowatisha sana. Emma anaingiwa na hofu, akifikiria mtu huyo alikufa peke yake kisiwani humo, lakini Dean anamtuliza na kumhakikishia kuwa wao watapambana pamoja. Uhusiano wao unazidi kukua na usiku mmoja wanakaribiana zaidi kimahaba. Asubuhi yake, Emma anaamka na kumkosa Dean, lakini anamuona akiwa anazika ile mifupa aliyopata. Anapomuuliza sababu, Dean anakasirika na inazuka mabishano madogo kati yao. Baadaye, Dean anamueleza ukweli wa maisha yake, jinsi mama yake alivyoaga kwa ajali na yeye kupoteza fahamu kwa siku 3, akiamka na kukuta mazishi yameshapita.
Hadithi hiyo inamgusa Emma, na tangu wakati huo upendo wao unazidi kuimarika zaidi katikati ya mazingira magumu. Miezi inapita, habari za kupotea kwao zinatangazwa kwenye vyombo vya habari. Polisi wanatangaza kuwa huenda wamefariki na jitihada za uokoaji zinabadilika kuwa za kutafuta mili. Lakini wazazi wao hawakubali kukata tamaa. Baba yake Dean, Jack, anakiri kwa huzuni kuwa tangu mke wake afariki hakuwahi kuwa karibu tena na mwanae. Alizama kwenye kazi, akapoteza muda muhimu wa familia. Sasa anajuta, lakini hawezi kufanya chochote zaidi ya kuomba wapate habari njema. Mama yake Emma, Barbara, anarudi nyumbani akiwa na huzuni, huku akishikilia tumaini la muujiza. Upande wa pili, Emma na Dean wanaendelea kuishi kisiwani. Sasa wamekuwa washirika wa kweli. Wanasaidiana, wanacheka na hata kuzungumza kuhusu ndoto zao kama wangerejea nyumbani. Mapenzi yao yamekuwa kwa kitu cha kweli na thabiti. Siku moja Dean anaona ndege ikipita angani. Anakimbia haraka kuashiria msaada, lakini anashindwa kupata bunduki ya moto aliyohifadhi, hivyo ndege inapita bila kuona ishara yao. Emma anakata tamaa, akilia kwa maumivu akisema hawezi kuendelea kuishi hivyo tena. Anataka kurudi nyumbani. Baadaye wanagundua chakula chao kinapotea. Kwanza wanadhani kuna mtu mwingine kisiwani, jambo linalowatisha zaidi. Siku moja Dean anasikia kelele kichakani na anakimbia kufuatilia, lakini ghafla anakutana na chui mweusi mwenye hasira kali. Inakuwa mapambano ya kufa au kupona. Dean anafanikiwa kumdhibiti kwa kisu, akimuua kwa tabu kubwa. Baada ya tukio hilo, wanajenga nyumba ndogo kwa mbao, wakianza kuzoea maisha ya kisiwa hicho pole pole. Siku moja wanamgundua mwizi halisi wa wizi wao. Ni tumbili mcheshi aliyekuwa akiiba chakula na hata bunduki yao ya moto. Dean anacheka, akisema huenda bahati yao ipo hapa hapa, kwamba labda maisha yanaanza kuwabadilisha. Lakini kwa Emma, maisha hayo si furaha, ni mapambano ya kuishi tu. Siku mbili baadaye, helikopta inapita angani. Safari hii hawapotezi muda. Wanawasha bunduki ya moto na rubani anaona ishara yao. Helikopta inashuka na hatimaye wanaokolewa. Vyombo vya habari vinatangaza kwa shangwe habari za uhai wao na mapambano yao ya ajabu. Familia zao zinawapokea kwa furaha kubwa, machozi ya shukrani yakitiririka. Lakini kurudi nyumbani hakukuwa rahisi. Maisha ya kawaida yanaonekana mageni baada ya siku nyingi kisiwani. Dean anamhisi Emma anamkosa, hivyo anajitokeza kumtembelea. Wanaongea kwa muda mfupi tu. Emma anakiri kwa kila kitu kinaonekana kama zamani, lakini ndani yake anahisi tofauti. Shule inaendelea, sherehe za kumkaribisha nyumbani zinaandaliwa na watu wengi wanamzunguka, lakini Dean anabaki pembeni, akiepuka umaarufu na kelele. Stacy mdogo anamcheka Dean akimwambia ajumuike na watu, lakini yeye anakataa. Wiki moja baadaye, Emma anarudi shule, marafiki wakimkumbatia kwa furaha. Hata hivyo, ndani yake anakosa kitu, Dean. Naye Dean nyumbani anabaki kimya, akimkumbuka Emma kila saa. Hawawezi kuonana hadharani kwani tukio lao limekuwa gumzo. Kadri siku zinavyopita, maumivu ya kutengana yanazidi. Siku moja, Stacy anamwambia dada yake kwamba anajisikia wivu. Wakati Emma alipokuwa amepotea, watu wote walimhurumia na kumkumbuka. Lakini sasa amesahauliwa tena. Emma anamfariji akimpa moyo. Anagundua kuwa Stacy ana mvulana anayempenda, lakini anaogopa kumkaribia. Emma anampeleka kwenye sherehe na kumtambulisha kwa kijana huyo. Usiku huo huo, Dean akiwa nyumbani katika huzuni, anashindwa kujizuia tena. Anaamua kumfuata Emma. Rafiki yao Liz, ambaye daima hucheka na kumchokoza, anamwambia Emma kuhusu ujio wa Dean, akijua fika kwamba bado wanapendana. Dean anamletea Emma ua zuri, na katika sekunde hizo chache umbali wote uliowatenganisha unaisha. Wanakutana tena, wakikumbushia upendo wao ulioanza kisiwani. Na hapo ndipo filamu inaishia. Hadithi ya mapenzi, matumaini na uhai unaopatikana katikati ya upweke. Filamu inaitwa Blue Lagoon: The Awakening ya mwaka 2012. Kama bado haujasubscribe channel yetu, utapitwa na mengi sana. Hivyo, na kushauri gusa neno subscribe hapo mkono wa kulia chini ya video, kisha washa kengele ya notification ili uwe wa kwanza kupata video zetu kila tukipost. Shukran sana na kwaheri.